moja. Wakati tunakuwa mwili wa Kristo, tunageuka chapa la Kristo, tumegeuka vibarua ambavyo havikuandikwa kwa wino, bali vimeandikwa kwa neema ya damu ya Yesu iliyotukomboa. Tutaishi umoja. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo ambaye anaingia ndani mwetu ni mmoja, anaishi katika umoja katika Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu ni mmoja. Na pia wakati tunakuwa mwili wa Kristo, tutaishi mapendo, maana asili ya Mungu ni mapendo. Maandiko inasema ya kwamba asili ya Mungu ni mapendo kwenye kitabu ya barua ya kwanza ya Yohana sura 4 mstari wa 8. Yaani wakati tunakuwa mwili wa, tutaishi mapendo kama ya Yesu. Na pia tunapokuwa mwili wa Kristo, kwa sehemu ya tatu, mimi na wewe tutaishi maisha ya huruma, maana Mungu ni huruma tena mapendo. Na malengo ya kuishi umoja, kuishi upendo na kuwa na huruma kama ya Yesu itakusukuma, itanisukuma tubadilishe uso ya chimba. Haleluya! Tubadilishe uso ya chimba. Chimba haiko hivi njoo ingekuwa, na kanisa hili ingekuwa hivi, sababu kujitolea kwetu katika Kristo hakujakaa imara. Ndio maana umwamuyayala tutazitengeneza biti hapa na pale, sababu tuko mwili wa Kristo. Wengine wanafutwa matunda hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani tukue mwili wa Kristo? Tulisema ni ili tuishi umoja, kwani umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu, na nguvu za umoja ziko tofauti na nguvu ya dunia. Dunia inategemea masasi kama nguvu yao, wengine wa dunia wanategemea irizi kama nguvu, wengine wanategemea rushwa kama nguvu. Bali tunapokuwa mwili wa Kristo, tutaunganisha pamoja, tutakuwa na lugha moja, na hiyo itatupatia nguvu na uwezo ya kumshinda shetani. Haleluya! Shetani hawezi kaa mahali palipo umoja. Na pia tunapokuwa mwili wa Kristo, tutazaa matunda mazuri, maana tumepokea bubujiko la Roho Mtakatifu. Yule Roho ambaye tumepokea ana matunda yake. Yaani wakati tunakuwa mwili wa Kristo, maisha yetu itakuwa karakterize na matunda mazuri. Waliokuona jana huko mtu wa vita wanashangaa, wanasema mbona baba fulani amebadilika? Sababu amepokea Roho Mtakatifu na Kristo amezama ndani mwake, amemaliza tunda za uovu ndani mwake, ameanza kutoa matunda mazuri. Na ndio pale Yesu anasema ya kwamba mimi ni mzabibu na nyinyi ni matawi. Wakati tunakuwa wa Kristo, tutakuwa matawi yenye kutoa matunda. Ni kusema Ukristo wako, urenuvo wako itaipatia chipunda nzima kujua ya kwamba Yesu yuko ndani mwako. Na pia sababu ya tatu ni ili tutambulishe Yesu mudunia. Mahali fasi ya mingi sana wanahitaji wajue Yesu. Wakati tunakuwa mwili wa Kristo, tutamtambulisha mdunia mahali popote. Ndio pale kwa wakambia Petro kwenye kitabu ya Mathayo 26 ya kwamba hata kutembea yako inaonesha ke uko miongoni mwao. Na pia Paulo akasema si mimi naishi, bali ni Kristo ndani mwangu. Paulo maisha yake ilikuwa ya kuua, lakini siku akamchokoza. Watu walimchokoza wakakimbiaka, wakasema huyu jamaa anatatumaliza, hatutaishi. Watu walikuwa kando kando wakasema Paulo, mbona? Akasema siishi tena. Yesu ashaniponda ponda. Roho Mtakatifu ashatia vitu vitakatifu kwangu. Siko tena yule wa zamani. Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani mwangu. Ukomo ya ni kuchukua ukweli dhamiri ya kuwa mwanamemba kamili wa eklesia, jamaa ya Kristo na mwili wa Kristo. Njoo ukomo ya kwanza ya mafundisho yetu ya leo. Dhamiri ya kukuwa mwanamemba wa eklesia. Eklesia ni nini? Ama kanisa ni nini? Ni kundi ya watu ambao wanakusanyika kwa pamoja kwa malengo ya kutafuta ufalme wa mbinguni. Ndio pale Mose anasema watu wasiopatana hawezi
moja. Haleluya! Yaani ukomo ya kwanza mafundisho haya, ukuwe mwanamemba wa eklesia, pia ukuwe mwanamemba wa kundi, mwanamemba kamili anayekamilika, sababu mwili wa Kristo ni mwili usiogawanyika. Mwili wa Kristo tusifanye kilema, tusifanye mwili wa Kristo kilema. Lengo ya pili ni kugundua umuhimu wa kukomaa kwa ndani kupitia bubujiko la Roho Mtakatifu kila mara, ili majitoleo yako yawe bila uzembe. Tunaalika msomaji atusomee Wakorintho wa kwanza sura 12.